Nimeulizwa sana na wasichana wale wamewekwa na mzee na wazee. Mzee ako na bibi, ako na watoto, lakini ameweka msichana, ameweka mama kando, na huyo mama ako na watoto, ama ako na mtoto, ama ako na watoto. Na hao wa mama wamekuja, nimepata kadhaa wako na maswali wananiuliza juu ya, na mostly the complaint inakuwa ati mama wabuzi ni mrogi, anaendaga kwa mganga, ni mrogi. Wanasema mama kwa hivyo wanakuja kusema nimerogwa na mama mkubwa, mama wa boma. Huyu mama amejua bwanake ameniweka, na kwa hivyo sasa amenirogea mpaka watoto. Nimekuwa na hiyo sana. Na kuna jambo moja naambia au wasichana au mama, kwa sababu they are young, very young beautiful girls who can have their own husbands, who can have their own homes, lakini wamejienda kujiingiza kwa mashida ya boma za wenyewe. Na the problem, na waambiaga hivi, in the book of Malaki 2, mama mkubwa, mama wa boma, mama wa buzi, yule ameolewa huko akatolewa dowry as the first wife, she doesn't have kwenda kwa mganga. The Bible supports that woman in the book of Malaki 2, Malaki 2, 13 to 16. Inasema ya kwamba the laana, Biblia, Mungu ameongea laana juu ya huyo mzee, kwa sababu amefanya huyo mama, amehurt huyu mama yule alioa akiwa kijana na huyo akiwa msichana. Akasema, na Mungu anasema, sitawahi sikia maombi yako. Wewe mzee, uliniletea kasichana, kakiwa miaka 20, 21, 23, 24, 25, 26, na ukakaleta kwangu, ukaniambia huyu ndio yule msichana nataka kuoa. Ukaambia Mungu, we mzee, ukajifunga mbele zake Mungu, ukasema nitakaa na huyu msichana mpaka kifo, only death shall separate us. And then ukikaakaa unaona unaweka side chick na unamzalisha watoto, na huyu mama anajua, analia. Nasema mama akijua, huyu mama analia, ako na uchungu, analilia Mungu. She doesn't have to kwenda kwa mganga. Machozi yake pekee inaroga huyu, machozi yake, kilio chake pekee, kilio cha watoto wake kinaroga huyu. Kwa hivyo wale wanakuja wakisema mimi nataka deliverance, nimelogwa na mama huyu kwa sababu nilienda na bwanake, nilifanya hivi. Hakuna kitu alifanya. Biblia inamsupport, inasema kwa hata akilia, hata wewe bwana ukilia machozi sitayasikia. Anasema na Biblia inasema kuwa let no one, Malaki 2, 13 to 16, let no man do such a cruel thing to the wife he married when he was young, to the woman he married, to the young girl he married when he was young. Let no one do that to that woman. And so huyu mama, wakati huyu mama analia mbele zake Mungu, wakati analilia Mungu, wakati analia kwa sababu bwana hakujagi nyumbani, bwana aliwaacha, hawajalipa rent miezi fulani, watoto hawasomi, na huyu anaenda kwa boma ingine ya side chick, anapeleka watoto shule, anapeleka chakula, anapeleka nyama. Hawa hata wajui nyama ni nini, hawada even the basic necessities that they don't have. Immediately this family, the other one that has become deaf, remember when they made a vow before God, let no one make a vow. If you know you are not going to keep that vow, don't keep it, because utajiroga mwenyewe. We mwanaume utajiroga mwenyewe, we baba ya familia, wewe bwana wa huyu mama, utaroga familia yako, utaroga kila mahali utaenda. It will be death in every area, death. Na unakuta
Huyu bwana mahali ameenda, hata kwa huyu side chick kutakuwa na death, even in finances, death in happiness, death in joy, death in good health, death everywhere. Why? Because they said only death shall do us part. So when this woman comes, when this side chick comes, she becomes death in the family. And so I urge you, ikiwa uko kwa such a relationship, ujue kilio cha huyu mama kinakufikia na kinafikia watoto wako mpaka the third and fourth generation. Please, wacha Mungu akupe bwanako. There are so many men out there. Wacha Mungu akupe bwana wako, yule si deni ya mtu, ni wako alone. Wacha Mungu akupe na kuombea. My dear, we umewekwa kwa side chick, anakuja wakati yako free, munakaa kwa uongo, munakaa kwa udaganyifu, hata huna raha, watoto wako hawana raha. Anakuja wakati yako na extra time, munakaa kwa maisha ya uongo. Unafanya huyo mama alie, ujue chochote upandacho utavuna. Na kwa hivyo, na utavuna peke yako, the bad thing utavuna na watoto wako. Kwani umeigiza watoto wako kwa shida? Toka kwa boma ya wenyewe, wachana na boma ya wenyewe. God is going to bless you with your own home. I pray, my daughter, washa kuwa kifo cha doa ya mtu, washa kuleta machozi kwa watoto wako, kwa sababu watoto wako Mungu amesema in the book of Exodus 20 verse 5, nitafikishia laana, nitafikishia my anger to the third and fourth generation, kwa wale wanatenda dhambi, wanafanya vibaya kama hivyo, kuingia kwa boma ya mtu na kufanya hivyo. I pray, may God help you and give your own husband. I pray in the mighty name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hallelujah.